Mimi sijapoteza familia yako, na unalijua hilo. Sipendi unapokuwa unanilaumu mimi. Hili ni jambo la mimi na wewe, tukae pamoja tujue tunafanyaje. Sikiza nikwambie, mimi muda huo sina. Muda nilionao ni muda wa kushirikia kampeni zangu, nijue nitafanya nini, nifanye kipi ili mradi niweze kushinda na niweze kuwa diwani. Ninapokaa kushirikia watoto ambao wamepotezwa kimakusudi, ujue huku wapinzani wanatafuta sababu, wanatafuta mbinu ya kuweza kuniangusha. Mtoto wangu hatapotea, wala mimi sintakufa. Hata hao dada zako pia hawatakufa. Mungu ninayemtumikia mimi, ninamwamini sana, kila kitu atafanya. Ila wewe umekengeuka na hii dunia, ndio maana huna uchungu. Ila mimi nakwambia hivi, familia yangu haitateketea nikiwa naona. Wewe endelea na hizo kampeni zako na majibu yako mabaya, ila mtoto wangu atarudi na mimi sitakufa, na hao dada zako pia watarudi hapa. Nimekaa Yesu, namuomba Yesu, si ndio? Basi tufanye kitu kimoja cha urahisi tu. Kama unaamini huyo Mungu ambaye wewe unamuomba atarudisha hii familia nyumbani, ile namba yake ya simu, nimpigie simu afanye haraka. Naomba Mungu aiponye nafsi yako, maana haujui utendalo kabisa. Na hata hayo unayoyaabudu huko na kuyaomba ufanikiwe, bila huyu Mungu huwezi kufanikiwa. Angaikia kwanza yule malaika ambaye hatujui yuko wapi na anafanya nini, ili upate baraka za hata huyo naye anaweza kukupa baraka, maana ni mtoto wako. Kumbe mimi nimezaa malaika. Basi sio mbaya. Atakachokifanya malaika wangu mimi, atabeba shangazi zake kwenye mabawa na atarudisha hapa nyumbani. Si nimezaa malaika? Sikiliza nikwambie, mimi sitaki kelele wala sitaki mambo ya mengi. Sasa hizi nakwenda kwenye shughuli zangu, kwenye kikao cha chama kinanihitaji. Sina muda wa kukaa kuanza kutafakari malaika atarudi vipi ya kwamba ana mbawa. Hilo unachotakiwa kufanya tu, nikirudi watoto niwakute hapa. Dada zangu na mwanangu niwakute hapa. Nisipowakuta, I say unajua tu ndugu zangu ninavyowapenda. Unajua ndugu zangu namna gani ninavyowathamini katika maisha yangu na wananitegemea. Oya, chunga sana.
nikutakie heri ya uzima. Amina. Yaani bwana, ndugu yangu, nyumbani kwangu mimi hakuna amani. Yaani muda wote mke wangu anakesha na maombi, kiasi kwamba ananinyima amani, ananinyima hata furaha ya kukaa katika nyumba yangu. Tatizo sio hayo ambayo yanaendelea nyumbani kwako, bali tatizo ni baba mkwe wako. Huyo ndio hatari zaidi. Kivipi sasa? Mke wako alimpigia simu baba yake na kumwambia kila kitu ambacho kinachoendelea. Na kwa sasa yupo njiani anakuja. Hivyo basi nitakupatia dawa na utaenda kuimwaga njia panda, ili mradi tuweze kumzoofisha na asijue wapi anapokwenda. Nitashukuru. Na vipi anayoyafanya mke wangu? Nenda kamalize hiyo, alafu hayo mengine tutashughulikia. Sawa. Kuna kiasi nitakuingiza kwenye simu leo. Nisikize mwanangu, haina haja kupatana kama kumbikumbi, inatakiwa tugawanyike. Sasa ule wako huko unakwenda huko usiwapate, nitakuwa na mikono yangu miwili. Nadhani umenielewa.
Nimetafuta kwa muda mrefu sana. Nahitaji kuwasaidia. Tutakuwa vipi kama yuko ni msaada wetu? Dada, haupaswi kujua hilo kwa muda huu. Hawa jamaa wako nyuma. Wakiwakuta hapa itakuwa ni hatari kwa maisha yenu. Naombeni wasaidie kwanza dada yangu. Naomba uniamini. Mimi ni mtu mwema, si mtu mbaya. Hapana. Naomba ondoka tuache na maisha yetu. Naomba uniamini dada yangu. Sawa, lakini sasa kuna mwenzetu hapa hayupo. Ngoja niwasaidie nyie. Zeni nitatafuta na mwenzenu nitamsaidia pia. Ila kwa muda huu naombeni kwanza niwasaidieni nyinyi, si salama. Hapa mahali ambapo mlipo ni hatari dada yangu, tuondokeni.